Kachiri. Si venye unafikiria. Alex ni nani? Alex ni nani? Alex ni nani? Alex ni nani? Tuko na miaka ngapi na Alex ni nani? Tumewana miaka mingapi? No. Alex, okay. Alex ni nani? Okay, ni my son. Unazana kazini yako? Yeah, he is my son. And she's your cousin. Hello, angels. I'm Angel Wanjiku, and I'm here with my producer Collins. Angels, we are on road to 250,000 subscribers, and I'm going to give us a second. Kwa wenye tuko hapa, we've not subscribed, tupate chance ya kufanya hivyo. Okay, thank you so much for your support, and of course to Shajua. If we want to watch the two videos today, the two bangers today, we already know what to do. It's very simple. Just give this video a thumbs up. Zikifika 2,000 likes, mi hata sita ngangana na anyone. We just release the next banger immediately. So let's do that and join the family. Na ndo tupate pia kuona what is happening. Sini kweli? And of course, I am still in the Garden of Eden. Niko na familia ya Mr. Moses na mke wake Mercy. And these two have been together for the last 10 years. And mom umeniambia you have 2 kids together na familia yako imekuwa sawa, lakini of course kumekuwa na misukosuko hapa kule, kumekuwa na shida hapa kule, and during your second pregnancy there were complications, you were on bed rest. Of course unasema mzee wako came through for you, mkasaidiana kama a couple, which is very commendable of you mzee. Na unasema after you gave birth to your child, ambayo ulipata through CS, kumekuwa na a bit of challenges here and there, and you sat down with your man, mkaongea kuhusu kuleta usaidizi kwa nyumba, na mka-agree hamtaleta any relative, hamtaleta any family member, kwa sababu hamtaki hiyo mahusiano ama hiyo mazoeano ama hiyo watu wa relatives. Sometimes it can be difficult to wakiingia kwa ndoa ya mtu, si ni kweli? Which is also okay, lakini pia mkakaka na mzee wako hapa akakuletea msichana ambaye wewe hata haukukuwa umemvet, akakwambia ni kazini yake na atakaa na nyinyi, na amekaa na nyinyi for 1 month right now. Na wewe unasema amemsema ni cousin yake, but you don't think she's the cousin. She's not the cousin. And you are very sure of that? I'm sure she's not the cousin. Kwa sababu tabia zao na mwenendo zao zinaniambia these two are not cousins. Okay. Yeah. And you want her out of your house? I want her out of my house. Okay. Yeah. And you are saying you are not going to leave your cousin's house kwa sababu yeye ni wenyu. Ni kazini yangu. So wewe hapo penye uko ni kama uko nyumbani. Niko home. Sibanduki, siendi mahali. Lakini ukiwa kwa mtu ama ukienda hata kutembelea relative na hawakutaki kwa nyumba yao, unajiforce hapo na wanakuambia uende? Mimi najua sababu zangu za kujiforce hapo. Okay. Najua. Na wewe mzee unasema nini? Huyu msichana unamtoa kwa nyumba ama ni ndoa yako inaharibika? Mimi naona tu Mercy ukubali tu. Juu ukiangalia situation venye iko, biashara hakuna. So tukiwaste time mingi mimi nafanya hiyo kazi ya nyumba na nafanya biashara, sisi ndio tu tutaumia. Lakini Mercy akiwa hapa, lakini Wambo akiwa hapa, at least ananifanya ninafanya masaa mingi jioni na ninatoka mapema. Ndio nimekuambia aje. Baba Jose, nimekuambia vizuri, mimi niko sawa. That's why nimejiona naweza fanya kazi yangu peke yangu. Ndio maana nimekuambia Wambo arudi kwao. Mimi niko sawa, naweza jifanyia kazi zangu peke yangu. Ni sawa tu, hata kama unaweza fanya pia muangalie. Si hata yeye ni mwanamke kama wewe tu. Sijakataa. Wambo ameniambia kuna watoto. Hiyo token kidogo nampea. Hiyo hata si hesabu kama ni mshahara nampea. Hiyo 5k ni pesa kidogo sana. Siku hizi ukiangalia venye economy iko. So wewe kaa tu na yeye hapa, akitusaidia na yeye anasaidia watoto wako nyumba. Na si ati sijui mbona uko na uoga mingi hivi. Sina uoga. Najua hujakuwa ukiniamini, lakini
kazini yangu, hata kama ni kulala na wanawake, naweza lala na kazini yangu kweli? Sasa unasikia Baba Jose, all I want ni mniambie ukweli. Hiyo ukweli mnaficha hapa katikati ni gani ndio nijue. Mtu akikaa kwako unafojua unaishi na nani. Mbona mama yako mzazi amjui? Mbona watu wengine hawamjui? Sasa ndakuamini wewe ama ndaamini mama yako? Ndaamini nani katikati nyinyi wawili? Ananiambia amjui. Yeye ananiambia ni kazini yako. Namwambia atoke, ananiambia hataki. Mbona unakatalia msichana sitoke kwa nyumba? Sasa mimi nitajuaje hata kama mamangu alikwambia hiyo? Na mbona unamkatalilia sitoke? Nataka kujua reason. Mbona unamkatalilia sitoke kwetu kwa nyumba? Juu unajua shida yote ni mimi itarudia. Shida gani itakurudia? Si ya kufanya hizo kazi. Mimi mwenyewe na ukipata complications. Sina kazi. Nikipata complications masi, jukumu ya kukupeleka hospitali itakuwa ni yangu. Na ni ile pesa hakuna. Baba Jose, sina kazi nafanya kwa nyumba. Mimi ni housewife nimekaa. Wende utafute uniletee. You don't have a job yenye ulikuwa hata before upate the pregnancy? No, nilikuwa nafanya kazi. Yeye mwenyewe aliniambia nikae kwa nyumba. Nikae kwa nyumba, juu unajua tu wanaume. Umetoka bla bla lezi imekuwa huko na huko, lakini nikamwambia basi acha nikae kwa nyumba. Sasa imekuja kashikana na hiyo operation. So nikaona acha nikae kidogo nitulie, na saa hizi niko sawa, niko stable, naweza fanya kazi zangu. Na mimi nashindwa mbona namkwamia, mbona namkatilia sitoke kwa nyumba yetu. Basi instead of huyo akae na inaleta shida kwako, si yako na dada yake na ana trust dada yake. Na dada yake sasa ndiye ako na mtoto. Sasa dada yake anastahili kujoin college. Okay. Sasa kukuja kumweka hapa na hii situation yake, she is barely 3 months kutoka afanywe hiyo CS. Sasa sijui kama atakuja hapa akisema ako sawa, aanze tena issues zianze time ya kuenda college ya before sister. Join your college akuje tu nikae na yeye, akijoin itakuwa niko sawa kabisa. Unajua najifanyia kazi yangu. Ugonjwa ni kitu wezi plan, useme ati by this time itakuwa sawa. Hiyo ni kitu haijulikani. Na pia nikifanya hivyo, ni story it makes sense. So wewe ni safety of your wife ndio ina kipaumbele. That is my main consideration. Okay. Hata naweza fanya ni sawa tu ambao aende. Yes. Alafu aanze kufanya kazi zake. Tena a week before, a week after ama a few months after complications yaze. Tena turudi tu mahali tulikuwa. Na unasikia isipokuwa ni venye yako na insecurities zake. Bed rest alipewa from the 5th month of the pregnancy. Alafu ikaandamana na CS. Sasa si unaona hata kama ni ile insecurity, si unaona najaribu kupiga hesabu zangu, naona at least hapa ni health yake najaribu kuangalia. Upande mwingine najaribu kuangalia. Sijakataa. Ni mimi Wambo sitaki kwangu. Wewe hata akikuletea mtu mwingine, mimi Wambo ndio simtaki kwangu. Mbona unitaki? Mbona unitaki? Kwa sababu ya tabia zenyu. Tabia gani? Ni wivu uko nayo. Hapa ndani na nataka kujua. Hakuna wivu niko nayo. Ni wivu uko nayo. Kwa nini akwe na wivu na wewe? Alianza kuniambia naenda tukienda kushop tunakawia. Akona tu issue petty things. Kwa nini wewe unaenda kushop na mzee wa wenyewe, mzee wa boma? Hata hiyo si ati ni kushop, tunaenda kushop na yeye. Kama ni pesa ya kutumia kwa nyumba, yeye anakujia kwa kazi. Sasa akirudi nakuta kuna issues atiarika. Sasa nashindwa ni kazi tulikuwa tumefunga tuende mahali ama ilikuwa namna gani? Hauwezi ukatuma pesa tu direct ama utumia mke wako akwe anampatia, kwa sababu sasa unaona hizi ndo shida zenye yeye anaona. Huyu anakuja kwa kazi yako. Kwa nini anakuja kwa kazi yako na yeye ni house help? Sasa akienda kwa hiyo kazi anaichukua kama yake. Mpaka mtu anakuuliza kwani siku hizi mzee wako alipata mke mwingine? Kwani ulienda juu wenyewe watu wengine wanioni? Kwani ulienda kwa nyumba? Ulienda. Mzee wako alipata mwanamke mwingine, najiuliza mwanamke mgani? Si kuna msichana anakaa hivi na hivi, najua tu ni Wambo. Wakiwa kwa nyumba ni the same thing. Wako pamoja ni simu, ni kucheka, ni kufanya nini? Mimi nitafikiria nini? Simu yangu nikiongea na mtu mwingine ni kazini yangu naongea na yeye. Ni bwana yako naongea na yeye. Na mimi niko na watu na text. Si must kuwe mtu wake. Lakini yako insecure tu. So wewe yo wakati umekaa na yeye umeona she's just an insecure person. Ako insecure mbaya. Hata huyu dadake anasema atakuja anamleta. Haizi tulia hapo. Bado atashuku dadake. Unaweza ukashuku dada yako kweli? I also suggest the same. Because nilikwambia mimi niko na shida moja. Mimi mwanangu yote nikiongea na yeye, huwa anaenda huko nje akijigamba venye niko na yeye. So it might not be a surprise hata hiyo sister yake akuje na juu siwezi muonyesha madharau. Tutaongea tu venye tu tunaongea. Juu mimi pia ni mtu wa kuongea na mtu. Siwezi kunyamazia.
So itafika mahali tena tukizoeana sister yake aanze kusema tena tuna. So hii ni ile okay with my sister. No, masi. Sasa Tuliza. mzee. Wewe unanielewa. Na mimi nakuheshimu. Kuna mambo siwezi kufanyia. Hata kama naweza kufanyia siwezi kufanyia kwa macho yako. Hata kama niko hanya siwezi kuhanya kwa nyumba yangu. Mahali unaona. Hiyo ni kukosea heshima. Okay. Watu huhanya lakini wanahanya mbali na macho ya bibi yake ama macho ya watu wenye wanaheshimu. Okay. So wacha insecurities. Tulia masi. Sasa unajua hatuwezi dismiss what your wife is feeling. You know, whatever she's feeling is valid. Na ndio maana juu wewe haumsikilizi, unamkujia hapo hivi na logical things, unamwambia but intuition yake na gut feeling yake vile zinamwambia hapa si pazuri. Na akiignore na huyo aendelee kukaa. Yeah. Kuna mambo inaweza ikatendeka hapo yenye hata labda hayuko sahi. Unaona? So me I understand what you are going through and what you are feeling, and kwa sababu umekuja hapa na unasema you have even talked to the mother of the husband of Moses na akakwambia Jim Wambo, we have your phone here Wambo, na nataka utufungulie hii simu because we have to know mahusiano yako na huyu mzee. Sasa unataka gani haswa? Fungua simu. Lazima ifike tu hapo. Fungua simu, nataka kujua Ifike hapo masi. Yeah. Eh? Nataka kujua ukweli. Simu itatuambia ukweli. Fungua simu tuone. Kwa simu ya bwana mnagombana. Sasa umeamua kunivua nguo hadharani? Hapana, nataka kujua ukweli. Fungua simu Fungua tafadhali. Acha nikufungulie. Fungua simu. Acha nikufungulie. Sawa. Ametufungulia simu, acha niongeze light ndo tuanze. Sasa mom, what I want you to do, tutaweka namba ya mzee hapa. Nitaipia namba ya mzee wako tuone imeseviwa nani so that we know where to search. Type tu kila kitu. Potea. Type tu. Ishaleta. Unaona imeseviwa nani? Baba. Kwa nini imeseviwa baba Alex? Ama si hiyo? Ndio hii hapa baba Alex. Ndio hii. Baba Alex. Alex ndio nani sasa? Kwa nini? Ngoja kwanza. Confirm that this is the number that is yours yenye mke wako ametype. Namba ni yangu hiyo. Namba ni yako. Na Alex ni nani? Kwa nini imeseviwa baba Alex? Nimefeel like kusave baba Alex. Umefeel like kusave baba Alex? Si ni kazini yangu, nampia tu jina najisikia nayo. Mtoto wenyu mko na mtu anaitwa Alex? Mimi sina mtu anaitwa Alex. Baba Alex ni nani? Baba Alex ni jina nimetoa ya kupia kazini yangu, nilimpia jina Alex. Kwani siku hizi Jose wangu anaitwa Alex? Hapana. Mbona ungemsave na jina mtoto wake? Si ako na mtoto? Hapana, mimi nimesave venye nataka. Si ako na watoto? Mbona kumsave na jina ya watoto wake na unajua jina ya watoto wangu vizuri sana? Mbona umsave jina nataka? Hata unaweza chukua, unaweza type namba ya simu, usave venye unataka kusave mtu pekee venye unajisikia. Si jina ni jina tu. Si jina. Kwa siku hizo ni baba Alex. Si mimi siyasema mimi. Si namba ni yako. Wewe ni baba Alex. Sasa mimi najua venye umesave watu wenye uko nao kwa simu yako. Nimekuuliza swali, siku hizo umekuwa baba Alex. So sasa ngoja kwanza, because yes umemsave baba Alex and you're not even giving us a valid explanation. Unasema umefeel kumsave hivyo, si ni kweli? Nimefeel kumsave hivyo. But wewe unajua yako na watoto wawili, mtoto wako the 3 months old ni msichana ama kijana? Ni msichana. So uko na Jose and you have the 3 months old baby, a girl. So hapo hakuna mtu anaitwa Alex. Wewe uko na mtoto ambaye anaitwa Alex mzee? Mimi sina. Hauna? Sina. So kwa nini useviwe hivyo? Hata nitafute conversations zenyu mnaongeanga wapi huku? Let me find your WhatsApp, tutafute huyu baba Alex. Sasa hii maneno gani umeleta hapa wewe? Tuambiwe. Copy WhatsApp yako?
Ama unaongeanga wapi na watu? Lazima tu mtu afungue vitu zake. Lazima. Baba Alex. Okay. Sawa. I am going to look for Baba Alex. Nimempata. Mimi nikikuja nilikuwa nimekuja kazi. Sasa nataka to confirm that is the profile of your husband na hiyo ni namba yake, si ni kweli? Yeah. Na ameseviwa Baba Alex. Hiyo ni profile yako na hiyo ni namba yako. Sasa Baba Alex ndo sijui ni nani. Hata before nisome anything. There's hiyo ni nini unaona hapo? Hii ni picha ya mtoto. Hiyo ni picha ya kijana fulani. Ni picha ya mtoto kijana. Na usimjue. Imetumwa. Ama tulete hiyo sister. Wewe ngoja mzee, huyu ametuma picha na ni picha ya kijana. So huyu ni nani? Huyo sister yako anaitwa nani? Hebu ngoja kidogo. Huyu nani? Huyu nani? Naona hii namba hii picha imetumwa na hii namba yako. Huyu nani? Mimi sijui. Si simu ni yake. Ujui ni nani? Simu ni yangu. Wewe ujui? Wewe simu ni yako? Simu ni yangu. Si ya bwana yako. Kwa hivyo So kwa nini unamtumia picha ya a boy here? A teenage boy? Si nimefeel like kumtumia picha. Simu ni yangu na natumia mtu picha venye na feel like. Hata yako si ukituma unatuma so ukisikia. So Jose, si nikumpaka na Jose kwa simu. Sasa ngoja. Sipo mtumia Jose. Sasa ngoja, I'm going to go through your conversations na naona hata they are not that much, okay? So mom, I will go to the very first conversations zenye wameongea hapa, okay? Haya, huyu ana text mume wako, anamwambia hapa, mambo Mose, hiyo ndo namba yangu ya WhatsApp. Mzee wako akajibu, akasema, wow, that's nice, at least now we can talk from here. Huyu msichana akauliza mzee wako, Nairobi kuko aje? Mzee akasema kupambana tu, kung'ang'ana na kasongo. Msichana akajibu akasema, he, huku life ni hard. Mzee anajibu hapa anasema, take it easy, at least huku tunaimanage. Msichana akauliza hapa, unaweza nitafutia job hiyo pande, nione vile pia ndasaidia familia yangu. Huyu mzee akajibu akasema, wa, job ni noma, lakini nikisikia kitu ndakushtua. Okay? Those were their first conversations here on WhatsApp. Kwa sababu naona hapa hakuna messages mingi sana. And then, picha ya mtoto ndio hiyo ikatumwa, a teenage boy. Mzee wako akasema, akatext akasema, wow, he has grown so big. Okay? Huyu akamjibu akasema, alafu sasa, now that you are married na uko na watoto, mimi na Alex unaweza tusaidia aje juu kama hii mwaka bado hajarudi shule, hakuna fees. Akaendelea hapa akamwambia, si kwa FB nilikuwa nimekushow wanarudi na 10k, hujanitumia chochote. Au kufuta hizo vitu naye. Nikwambia ufuta. Seriously? Haiko hivyo. Masi. Si venye unafikiria. Alex ni nani sasa? Tuambie Alex ni nani? Because hapa mzee wako anamtext anamwambia umezaa Alex na kazini yako. Si hivyo venye unafikiria. Si ni kazini yako. Uliniambia ulinyamaza sana. Mose, sema ukweli. Sema ukweli sasa. Nimenyamaza, nimekuwa fed up. Nimekanyagia, nimekubali kila kitu, lakini sasa nimekuwa fed up.
Kama amefika kutufikisha mali kama hapa, kutuweka kufungua simu yangu, nimekuwa fed up. Sema ukweli. Mose sema ukweli. Kwa nini wewe unamuuliza mimi na Alex unaweza tusaidia aje? Na unamwambia kwa Facebook ulikuwa umemwambia school fees ni 10k. Anawasaidia kama nani? Yeye acha aseme Alex ni nani? Yes, ambie bibi yake Alex ni nani? Ambia bibi yako Alex ni nani? Ambia bibi yako today. Masi. I'm sorry that you have come through this. And it is not what you think. Si venye unafikiria, tulia kwanza, kaa chini. Kaa chini. Si venye unafikiria. Alex ni nani? Alex ni nani? Ambia Alex ni nani? Alex ni nani? Tuko na miaka ngapi na wewe ndo? Tumeona miaka mingapi? No. Alex, okay. Alex ni nani? Okay, ni my son. Unazana kazini yako? Yeah, he is my son. And she's your cousin. He is 15 years. Wewe tumekaa na wewe 10 years. What? Tumekaa na wewe 10 years. Ndio kwa maana nakwambia si venye unafikiria. Akahama ya Murang'a. Simama muulize chenye nilimtoa. Si venye unafikiria. Wewe tumepatana na wewe 2010. Tumepatana na Wamboi 2010. Wewe tumepatana na wewe 20. Ngoja kwanza, unasema ati Alex ako 15 years na unasema Alex ni mtoto wako. Alex ni mtoto wangu. Huyu ngoja kwanza, huyu kijana ambaye tunamuona hapa, this boy, Yeah, this teenage boy, that is your son. Okay. With this lady. Yeah. Okay. This lady is your cousin. Ilikuwa njia ya kumsaidia. So jibu swali, huyu lady ni your cousin? No, she's not. She's not. But why did you lie to me? Uliniambia ni kazini yako. Na nilikuambia the first day niliona mwanamke kwangu nikakwambia si kazini yako. Masi. Nilikuambia vizuri huyu si kazini yako. Mmekafu mlikutania wapi? Iko hivi. 2010. Nilikuwa nafanya kazi Murang'a. Nilikuwa nimeajiriwa mahali kuuza serious. Huyu ambao hiyo time alikuwa shule. Alikuwa form 2. Tukaanza kudate na yeye. By mistake akapata mimba. Wewe ulikuwa kazi, alikuwa form 2. Alikuwa form 2. Okay. Mimi nilikuwa kazi. Nikampea mimba, wazazi wake wakaanza walikuwa wanataka kunishikisha kwa polisi. Kwa sababu ya nini? She was a minor, alikuwa mtoto wa shule. Okay, she was underage. She was underage. Alikuwa underage, wewe ulikuwa kazi. Ni kweli. Okay. Ukampatia mimba. Na nikapotea. Sasa huyu ambao hata saa hizi hii Januari ndio tumeonana na yeye. Wakati nimetoka Murang'a, mimi hatukuwa ionana na yeye juu ni kama nilikuwa napotelea mapolisi na makesi. Okay. So recently just kitu Januari hapo FB nikaona Wamboi ananitext kuniuliza niko aje. Hata siku nakumbuka ni nani. So yeye ndiye alikutext FB. Aliniona akanijua akanitext akaniuliza kuko aje. Nikamuuliza ni nani, akaanza kunipatia sasa story venye ilikuanga. Nikamuuliza ako aje. Akaniambia anapambana na maisha huko Murang'a bado. Masi, kuja simama hapa Wamboi tafadhali. Masi. Simama hapo ndo tukuone vizuri. Kando. Masi tumepatana yeye 2014. Huyu nilimpea mimba 2010. So si ati nimekuwa nikimcheat. Masi sijakuwa nikikucheat. Ujakuwa ukifanya nini? Sijakuwa hata huyu sijarana na yeye. Tumeishi for how long? Sijarana na yeye. Tumekaa miaka ngapi? Tumekaa miaka 10. Mbona je niambie ukweli? Jua haikuwa necessary. Ilikuwa na ni necessary juu umemleta kwa nyumba na umemleta kama baby mama na mnaishi pamoja kwangu. Si uko je kwanza mnakaa kwangu. Mna discuss mambo yenu akitoka mmetoka na yeye. Ndio nakuelezea sasa hivi. Na mbona uje niambie ukweli? Nimekuwa nikikwambia ukweli. Na wewe usiniongeleshe tafadhali mwanamke, usiniongeleshe kwa sababu umekuwa ukifanya kitu unajua, usiniongeleshe. I'm not talking to you. I'm talking to my husband please. I'm not talking to you. Nimekuambia huyu mwanamke venye aliingia the first day kwa nyumba nilikwambia nini? Mimi ni mama Alex. Ni ukweli. Ulikuwa na tashwishi mingi sana. Na ulikuwa na wasiwasi mingi. Wasiwasi mingi ndio kusema nini? Mimi ni mama Alex. 10 years kama tunaishi na wewe ndio huwezi niambia ukweli. Huwezi niambia huyu ni nani? Huyu alikuwa na issue. Issue gani? Alikuwa na issue. Issue gani hiyo? Alikuwa na issue. Amekuwa issue sasa hivi. Mlikuwa mnapanga kuiweka mpaka lini? Si nakwambia tumepatana na yeye hii Januari. Mlikuwa mnapanga kuificha mpaka lini?
Mimi hata kama singekuwa curious na kuanza kujiuliza maswali. Tunaongea na yeye, hatukuwa tunajuana. Hamkuwa mnajuana wapi? Hatukuwa tunajuana. Na simkuwa mmekutana na mkaongea. 2010. Oh my God. So tangu mpatie mimba when she was still in high school, wewe ulikuwa na miaka ngapi ukipewa mimba? 16. You were 16. So wewe ukatoroka Murang'a ukakuja huku Nairobi. 16. Au kwenda kumtafuta Eva again? Sikuwahi rudi Murang'a, hata sasa sijui kama naweza rudi huko. Mpaka hizo makesi nisikie zimeisha. Okay. So yeye ndiye alikutafuta akakupata Facebook mkaanza kuongea. Yeah. Sasa ikafikaje unamleta kwa nyumba yako na mke wako? Ni kazini yako. Sikia hivi. Sikia nisikize hapa. Hakuna kitu cha kusikiza Alex. Wambo ni mwanamke kama wewe. Wambo atoke kwangu. Wambo atoke kwa nyumba yangu. Siendi mahali. Wendi wapi? Naitwa Sibanduki. My friend. Sitoki huko. Kwangu utatoka. Sitoki. Nakwambia kwangu utatoka. Huyu ni bwana yangu pia. Ni bwana yangu. Ambia, hebu usinishike tafadhali. Ambia mwanamke atoke kwangu. Sitoki. Masi. Ambia mwanamke atoke kwangu. Masi. Nakwambia kwangu utatoka. Utatoka kwangu. Wacha kunishika, utatoka kwangu wewe. Kwangu utatoka. Utajua pia mimi huku ni kwangu. Utajua Alex alikuwa. Nataka kujua. Alex hako. Si ati niko na bibi wawili. Kuna bibi wawili. Sina bibi wawili. Unataka kuwa na bibi wawili? Sina bibi wawili. Na tuseme ukweli. Sina bibi wawili. Ambia mwanamke atoke kwangu. Mimi najua bibi yangu ni wewe. Usinishike, ambia mwanamke atoke kwangu. Uko na watoto wangu wawili, ako na mtoto wangu mmoja. Ni kwangu pia. So ako na mtoto wako mmoja. Huyo mwingine huyo mwingine because you said you have two boys. Si ni kweli? Huyo mwingine ni wake ama si wake? Huyo mwingine si wake, ni wake ni Alex tu na ndo mkubwa. Alex ndo first born. Huyo mwingine si wake. Nikaitwa mama. Hao wengine wana baba. Huyo mwingine ana baba, lakini wacha si asaidie Alex wake. Mbona Alex kuja na umlete huyo Alex? Mbona unajua wewe mwenyewe unakuja kwa kwangu kama mzigo? Sijakufulia nguo. Kusaidia nama kunisaidia kwa na bwanangu. Hapana, sijakufulia nguo. Unafulia nani? Umekuja kufulia pia baba Alex nguo. Umekuja kufulia baba Alex nguo. Ni mzee wako. Kwa hivyo umekuja kama mwanamke kwangu. Umekuja kama mwanamke kwangu. Umekuja kama mwanamke kwangu wewe. Umekuja kama mwanamke kwangu wewe. Umekuja kama mwanamke kwangu. Tulia Masi. Masi tulia Masi. Unanishika kwangu wewe. Unanishika Kwangu wewe mama wewe. kwangu. Ukijua Alex sasa atakuja. Atakuja na tutakaa. Pia yeye atakuja basi. Si ishajulikana atakuja. Ishajulikana atakuja. Na tutakaa wote kwa hiyo nyumba. Alex atakuja kwako. Unataka kwa nani? Kwa bwana yangu. Wewe unijui. Kwa bwana yangu. Kwa bwana wako mgani? Kwa bwana yangu. Alikuwa bwana yangu. Alikuwa bwana yangu. Tutakaa. Mlikuwa mna date yo. Kwa maisha wa mtoto wa bwanangu. Kwa maisha wa mtoto wa bwanangu. Nilimtoa Murang'a. Muulize chenye nilimtoa Murang'a. Muulize. Okay. Atakwambia ukweli. So ngoja mzee niulize, wewe uko sure mtoto ambaye anaitwa Alex ambaye ni wa huyu ni mtoto wako? Huyo ndiye alifanya nitoke Murang'a. Okay. Kwa hivyo najua ni yeye. Okay. Na hiyo 15 years, hiyo 2010 ndio nilitoka huyo Murang'a. Okay. So wewe kwa sababu huyo anasema wewe ni bwana yake. Wewe ni bwana yake? Hapo ndipo kuna shida kidogo. Na ndio kwa maana nataka Masi atulie. Masi tulia. Mimi kile tunajua niko na bibi mmoja, lakini watoto niko na watatu. Wacha Masi akae hapa. Huo mtoto ni damu yangu. Na siwezi kubali ateseke. Venye siwezi taka. Mtoto ni damu yako, bibi ni wako pia. Venye siwezi taka Jose ateseke, na watoto wengine niko nao wateseke. Najaribu kuwasaidia. Hii kitu ingeisha wakati ungeniambia ukweli. Lakini wewe tutoka kwangu. Sitoki. Hakuna kitu inaisha hapa. Hakuna. Sasa niulize kwa sababu yes, according to your ikopio simu yako, according to your conversations with this man, sijaona mapenzi hapo. Fungua. Na kwa nini wewe unasema hautoki huku? Umekuwa promised anything? Nimekaa hapo mtoto asome na kaina baba yake. Okay. Pia yeye anahitaji father figure kama hao wake. Okay. Na mimi nitamkeep company, mtoto wangu pia nijua ko safe. So mtoto wako na baba yake washapatana? Amemwona kwa picha. Kwa picha hizi zenye umetuma huku? Okay. Amemwona kwa picha. Physically? Na sasa saa hii juu imejulikana na mleta. Okay. For your information na ngangana nijue venye nitaendea mtoto. Miaka ni mingi. Hajakuwa kisaidia mtoto wako. Anakuleta kama maid. Kaa chini ujifikirie.
Kachi tu jifikirie sana. Unakuja kwa nyumba mtu kama Sasa maid. kwa hii mambo yote nani mjinga hapa? Wewe ndio mjinga. Wewe ndio mjinga. Unabeba unaletwa kama maid kwangu. Wewe ndio mjinga. Mbona kuniambia ukweli? Nikisaidiwa mtoto wewe ndio umekuwa ukikaa hapo. Unakaa kuna kenye unajua. Na ito si banduki ngo. So baba yake anasaidia mtoto, sasa amerudi shule. Mtoto amerudi shule, alinipa hizo pesa. Okay. Tulipoenda maana umekuwa ukiniambia maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu kwa sababu kuna watoto wengine wa kulea huko nje. Ndio maana maisha ni ngumu kwako, si ndio? Wewe unaweza sikiaje Jose akiishi kama chokora? God. Jose akiishi kama chokora. Mtoto wangu sio chokora kama ni kwani wa kufichwa. Mbona ulikuwa unamficha? Sikumficha. Mbona ulikuwa unaficha mtoto wako? Sikumficha. Kama ni mtoto wako sawa, mbona ulikuwa unamficha? Si nimekuambia tumepatana yeye Januari. Sasa ningekuwa nimefichaje na sijamwona hata simjui. Ulipatana naye Januari. Mbona ukuja tulikuwa na wewe hiyo Januari? Si kuwa na tulionana na yeye. Tulikuwa na wewe. Tuliongea na FB. Hiyo time tulikuwa tudaishi. Sasa Sikuwa naishi kwako. Umesema vizuri, tumekuwa chini, tumepanda mpaka mahali tumefika sasa. Ni kweli. Mbona uje niambie ukweli? Alafu umekaa hapo kama mwanaume. Hiki kimama kako kinaniongelesha venye kanataka. Alafu aniambie ni bibi yako. Haya, niambie unani wako. Huyu ni Wambo. Huyu ni mama ya bibi ni mama ya mtoto wangu peke yake, hakuna kitu kingine. Huyu si bibi yangu. Umeipata kwa akili yako. lakini kama ukijua kitu mimi ndo nilikuwa kabla ukuje mimi nilikuwa. Hesabu 15 years na 10 years. Amko mnaishi my friend. Ulikuwa uhusiano hiyo ni kitulisha. Tulikuwa kwa uhusiano. Tuweze ongelea hapa saa hii. Tunafaa tuongelee mambo na mtoto si wewe. Wambo kenye itakuwa huyu ni masi, huyu ni bibi yangu mheshimu. Wewe pia nakuheshimu. Na pia yeye anaheshimu. Nakuheshimu kama mama ya mtoto wangu. Na hiyo ndio kitu imekufanya ukue hapa. Wewe mwenyewe. Unakujaje kwa nyumba mtu kuishi, unajiita bibi. Ngoja hebu nisikie. Unasema unamheshimu kama nani? Namheshimu kama mama ya mtoto wangu. Okay. Do you see her as a potential wife to you? No, she's not. Okay. She's just here to raise her kid and I assist her to raise her kid. Okay. Yeah. So wewe ako hapa kwako ndo umsaidia raise watoto wake. Ukweli. Ukweli. Hauna any sexual interest in her. And I've never, apart from that one time yenye nilifanya ikue hivyo. Okay. Sasa nikuulize because sawa, iko okay. Lakini huyu ni mtu ambaye umekuwa na mahusiano na yeye before na unamleta kwa nyumba yako. Hauoni kama hapo kuko na shida? Because hebu sikiliza saizi Kenya yeye anasema hata hapo ni kwake na hata yeye ni bibi yako. So how do you solve that when you bring a woman who has been intimate with you kwa nyumba ya mke wako? Do you think ata respect mke wako? Na ndio maana ako na hiyo kiburi yako nayo. Do you think ata respect mke wako? Umempatia hiyo privilege ya kuwa nayo kiburi, anakuja kuniambia ati ni bibi yako. Anakuja kwako na hata hujaambia mke wako ukweli kuhusu mahusiano yenu. Do you think she will ever respect this marriage if you are hiding things from your wife? Basi nataka tu unielewe tu. Nielewe tu. Si kumaanisha ikue hivi. Hakuna historia ya kuelewana, ni kuniambia. Hakukuwa na njia nyingine ya kusupport huyu instead apart from kumleta kwako? Mimi nilikuwa nataka ni fail ninasaidia mtoto. Yaani ile school fees anapata ni mimi mwenyewe natoa. Okay. Lakini sasa bibi yangu amekuwa so suspicious. Okay. Kila time anaangalia messages zangu. Kila time anaangalia M-Pesa transactions. Nikimwambia biashara iko chini, akubali anasema tu natuma pesa. Siko chini kwa sababu unatuma pesa. Lakini sasa akikuwa umekuwa ukituma pesa ngapi? Hiyo ni token, hiyo hata si mshahara. Ukisema ni kulipa mtu huwezi mlipa 5k. Ile kazi anafanya hapo huwezi mlipa 5k. Huyo mtoto school fees yake ni 5000. But at least inamweka akue shule. Unalisha mama plus mtoto. Of course. Umeleta mama ukae na yeye umpe chakula, umlishe, umlipe na ulipe school fees. Si hivyo venye unamaanisha ni bibi yako. Si unajua yeye ni bibi yangu. Si unajua ni bibi yangu. Haijafika hapo. Yeye ni mfanyikazi, yeye ni housemaid. Kubali tuko wawili. Kubali tuko wawili. My dear, you lie. Kubali tuko wawili. What do you mean mko wawili? Tuko wawili. Juu mimi nilikuwa kabla kue. But you are not his anymore na amesema wewe si mke wake. Si ni kweli? Siwachi mtoto wamlee. Kwa hivyo unataka aje? Nitaka nile mtoto wangu akimaliza kusoma, akitoka kando ya babake niende na yeye. Mtoto saizi ako wapi? Ako Murang'a, right? Ako shule. Ako shule Murang'a. Okay. Na hawajapatana na baba. Hawajapatana na. Umeplan wapatane? Obvious, tumeplan lazima angefunga shule akuje. Anafunga shule akuje. Unasikia? Akuje wapi? Kwa familia ya Hawa? Obvious. Ni kwao. Umeplan na yeye? Tuliplan hata tukienda kutuma vitu za shule, tuliplan. Kama ukijua nikienda kuchukua pesa tulienda tukatuma vitu za shule.
Hiyo ndio ukae ukijua hivyo. Mlienda kutuma vitu za shule we na nani? Na baba Alex. Mlienda mkafanya shopping mkatuma vitu za shule? Of course. Without wewe kujua? After 10 years. Hii ndio malipo unanipea. Si 10 years. Si 10 years. Hesabu hii mwaka. 10 years tulikuwa tunaishi na wewe. Huyu amekuja tu hii mwaka. Miaka tumeishi miaka 10. Hii ndio malipo. Sasa mimi nimewahi kukuuliza umewahi kuwa na nani kwa maisha yako? But don't you feel like kama kuna mtoto hapo it's a very big issue unafaa useme? It is an issue to me. Na is an issue that I cannot even right now. Ni ile tu sasa mama Jose. Ni kubali iko hivyo. Juu siwezi poteza mtoto wangu. Huo mtoto huo Alex. Nikubali aje? Nikubali bibi? Nikubali mtoto? Nikubali nani? Mimi sisemi ukubali bibi. Bibi yangu ni wewe. Issue hapa ni ukubali ati niko na Alex na niko na Jose na niko na Faith. Okay. So niko na watoto watatu. Okay. So uko na Alex, uko na Jose na uko na Faith. Hao ndo watoto wako. Niko na watoto watatu. Okay. Na unataka mke wako akubali hiyo. Na ambao na yeye ajue that is the sole reason as why kwa hii nyumba. Ako kwa nyumba kwa atikukuja kucompete na bibi yangu ama nini. Ako hapa ile kidogo atapata nisaidie mtoto wangu asome. Lakini maneno ya kujibizana na bibi yangu masi. Haijafika hapo. Umesikia? Haijafika hapo. Sasa nikuulize kwa sababu sasa hii this is an even bigger issue yenye hata mimi mwenyewe sikufikiria itakuja. Mke wako amesema vitu mingi sana hapa. Amesema vitu mingi sana akasema nyinyi mnamuita insecure but the reason why hata ana feel venye ana feel ni kwa sababu wewe hakuheshimu when it comes to other women. Ukiona mtu tu hivi kuna mambo inaendelea. She does not trust you. And we have clearly seen why. You have brought another woman mwenye mlikuwa na relations na yeye na umemweka hapo na ana disrespect mke wako. So kuna watu wengine huko nje ambao wako na watoto wako ama uko nao? Sina. Sina ni huyu peke yake. Ni huyu peke yake. Huyu peke yake. Producer tusaidie na simu ya Mr. Moses. Ni huyu peke yake, si ni kweli? Ni huyu peke yake. Wewe hauna watu wengine huko nje. Tufungulie simu yako tafadhali mzee. Okay. We are going to go through your phone. Umesema huku unakuanga na mabiashara mingi, si ni kweli? Yeah, kweli. Yes. We will start from your call logs. Kuna mtu anaitwa Modhamaki, huyo ni nani? Huyo ni customer tu. Wife ni mke wako? Yeah. Okay. Maina ni nani? Maina ni kijana wa Duthi. Na Njoki? Naona hapa kuko na Njoki, naona hapa kuko na Gathoni, naona hapa kuko na Karo. Hao ni kina nani? Hao tunafanya biashara na wao. Mnafanya biashara? Okay. Tutaingia kwa message. Ulisema ati M-Pesa zako ni hao clients wanakutumia pesa ama ni wewe unawatumia pesa? Mostly ni wao wanatuma, but wakati mwingine wakati change inakosa bado tuna na wapea change na simu. So pia wewe unawatumia pesa? Okay. Acha tu nipitie M-Pesa. I'm curious to see what you do here.
Sikwambia hakuna kitu kingine. Tushajua. Okay. Nimekuona hapa mara kama 2. Uliniambia jina yako ya kwanza ni Jacqueline, si ni kweli? So unaitwa Jacqueline Wamboi. Nimeona zako hapa 2. Umetumiwa pesa. Kuna 10,000 ilikuwa imetumwa na kuko na 7K imetumwa. But there is also someone else. Anaitwa Maureen Gathoni. Huyo ni nani? Huyo si ni mwenye nilikuwa nakwambia na ananipatishia vitu pale Nairobi. Unamtumia pesa huku. Hii ni 8,000 imetumwa to that Maureen Gathoni. Kuna ingine hapa chini nimeona ametumiwa 6,000. Naona 6,000 imetumwa kwa huyo Maureen Gathoni. I think nimeona ingine hapa. Haya, kuna hiyo 3K ilikuwa pia imetumwa. This is recent. Kwa huyo Gathoni, huyo Maureen Gathoni. So huyo Maureen Gathoni ni nani? Huyo ni nani? Huyo huwa ananipatilishia vitu kwa stage. Zikuje. So wakati mwingine akienda ku mahali tunachukua. Let me copy that, take the number. Nione umemsave aje. Haya, nikichukua namba yake na ni paste. Ni paste hapa kwa call logs. Inaleta Gathoni. But umesema huyo ni customer. Si ni kweli? I will go to your WhatsApp. Naona hapo uko na watu kadhaa, kuko na archived na kuko na locked chats. Na mke wako umesema you don't have access to his locked chats, Yeah. ni kweli? Yeah. Okay. Sina. Sawa. Mzee, hata sitaenda huku, naona ni very few chats and groups. Tufungulie hizi locked chats tafadhali. Fungua locked chat. Okay. Haya, sasa kwa locked chat kuko na huyo Gathoni hapo. Profile ni msichana. Acha nikuonyeshe. It is a lady. Haya, before tuingie kwake kuko na huyu Wambo. Huyo ni yeye, si ni kweli? Yeah. Haya. Kuna namba zingine 2 hapa haujazisave. Haya, nikiangalia. Okay, kwa hiyo namba hapo chini inajiandika Jacob but haujasave. Profile ni Billboard. Na hiyo ingine profile iko blank na hakuna chats. Chats ziko empty. I'm going to go through your conversations with this person called Gathoni. Nione mnaambiana nini. Haya, huku tu ni kucheka, wanachekeshana tu. Laughing emojis. Mzee wako akireply kwa status za huyo msichana ati looking so beautiful today. Hiyo ni wewe una reply kwa status ya huyo msichana Gathoni. Sio ni comment tu. Anakutext na kuambia thanks my king. Kwa nini anakuita my king? Hiyo ni jokes tu.
jokes. Si unajua. Si wengi wananiita hivyo. Gadhoni pia na mtoto na tujui. Hapana, mtoto sina. Aya, hapa naona mzee wako anamwambia hello, si upitie kwa job masaa 8 hivi, I'll be waiting for you. Hiyo chat angalia ni ya siku gani? Hiyo ndio siku aliingia kwa nyumba saa 7 ya usiku. Hebu tuone. Si unaona? Nilikuwa una sasa utakumbuka hizi dates, me I don't remember dates. So let me just read what is happening. Amemtext akamwambia apitie saa 8 atakuwa anamngoja. Huyu msichana hapa akajibu akasema, "Sawa, tuma pesa, I'll be on my way." Mzee wako akamjibu akamwambia, "Nimekutumia 3K, fika mbio mbio." Unacheka kwa nini? Si venye anasema bwana ni wake peke yake. Bwana ni wetu. Ni wako akiwa kwa nyumba yako, lakini nje ni wetu. Si wote. Aya. Wewe ukamtext ukamwambia I've sent, just come. Wewe msichana akakwambia, akatuma tu emojis tu ule msichana akikimbia. Okay? Mzee wako akamtumia emojis za love. Hiyo conversation ikaishia hapo. Haya. Naona hapa conversations zimeendelea. I'm guessing it's after alikuja unamwambia ati he, akamtext na Kikuyu. Acha ni translate kwa Kiswahili. Akanamwambia ati he, na si huwa unanimaliza round 3 leo, kwani ulikuwa umekula nini? Msichana akasema, unajua wewe ni kama pump. I love how you screw me over. I'm just trying to translate kwa sababu mnaongea na Kikuyu hapa. Ama unataka kuwasomea what you are saying in Kikuyu? Hapana, hiyo ni TV alikuwa ananiambia ni mscrew hiyo kwa wao. This is sex you're talking about. Si hivyo, si unajua TV. Si ndio alikuwa ananitisha TV huko. Si nilikwambia kuna mtu alikuwa amepeleka TV. TV gani hiyo? Si kuna TV Gadhoni alikuwa amenipatilia hapo nikapeleka huko nini. Kuna wakati nilikuuliza huyu Gadhoni ni nani? Ana text hapa Gadhoni anamwambia ati Odhakaretema. Unajua ni kusema nini? Sijui. You are not Kikuyu? I'm not. Anamwambia ati Odhakaretema, alafu anamtumia tu love emojis. Huyo msichana anamjibu anamwambia thanks. Akimwambia Odhakaretema ni kumaanisha unakaa vizuri aki. Okay? Si hivyo unafikiria. Explain yourself. Kwani kumwambia kuna shida gani? Kumwambia kuna shida gani? Ni wanawake wangapi utaweka kwa maisha yako? Si ati nimeweka, si ni wanawake wangapi utaweka kwa maisha yako? Si ni wewe tu. Ni wewe tu. Ni wanawake wangapi utaweka kwa maisha yako? Huyo Gadhoni ananipatilishia vitu pale. Jose, utaweka wanawake wangapi kwa maisha yako? Mwingine ndio ameweka hapa hataki toka kuitwa amesema taka. Huyo mwingine ni nani? Huyo ni wa biashara, huyo ananipatilishia vitu pale stage. Na nilikwambiaga, wewe hata unajua shida yenyewe nakuwa nayo. Kila mwanamke nikiongea naye anafanya biashara ya wanawake, anafanya biashara ya kila mwanamke nikiongea naye anaanza kujigamba venye ananitaka. Hii ni kujigamba hii kwa hiyo simu. Hii ni kujigamba. Sasa kumwambia ako sawa. Wenye wanakuja kusema wanasema unaniambia wanajigamba au unasikia mambo ya watu. Sijui hii ni gani hii sasa? Si hivyo venye unafikiria. Si hivyo. Nifanye nifikirie. Mom, I'm going to cut this here kwa sababu clearly kuko na something going on between yeye na huyu Gadhoni ambaye ni client wake. Shika simu yako mzee. That's been it from me, Angels, and as always, giving up should never be an option. Bye.